Kama kuna ruhusa ya kiumbe kusujudiwa na kiumbe mwenzake, basi mwanamke angemsujudia mumewe kwa ubora aliopewa na Allah na utukufu wake. Na huo ubora hakupewa hivi hivi tu, amepewa kwa sababu maelekezo yake yatampa ubora wake naye mwanamke. Maelekezo yako ukioa tu kuna maelekezo umepewa. Elekezo la kwanza unaambiwa waashiruhunna bil ma'ruf, kaeni nao kwa wema. Lakini mtu atauliza, shekhe, kwani wema ni vipi? Unauliza wema? Ni nani aliyekufundisha wale mahala ambapo ulikwenda kuposa siku za mwanzo, ulikuwa ukipeleka zawadi ulizotumwa na usizotumwa? Nani alikufundisha? Kabla kwenye uchumba mambo mengi, anakwenda pale mifuko yote inakuwa wazi, sema unahitaji nini, inatosha hiyo, aiongeze. Zawadi unamimina tu. Nani alikufundisha kama huo ndo wema? Wewe ulikuwa ukienda pale smart umevaa, na kwanza unajitizama tizama kidogo, kama umevaa kanzu, kofia, umevaa jinzi lako, unajitizama tizama mbele ya kioo, alafu unacheka kwanza uone kama nikicheka nachekesha au nacheka. Kwa sababu unajua unaenda kwa mchumba. Ni nani aliyokuambia huo ndo wema? Ni nani? Unanukia. Ukija ukioa unauliza wema ni nini shekhe? Unalala bila hata kuosha miguu, unalala hukogi, mswaki upigi, alafu baadaye unasema mke wangu amebadilika, kabla sijamuoa alikuwa mtu mzuri kweli kweli. Kumbe mapenzi umeyamaliza wewe mwenyewe. Wema hukutaka kuendeleza, ulikuwa pale katika uchumba usiokuwa wa halali, usiokuwa wa haramu, usiokuwa wa haujulikani hata miguu yake ni wapi. Pale ukiingia katika ndoa kila kitu kikapotea.